Mama Satu, nimeona nikuite kwa sababu moja. Yule mtoto mimi unajua alikuwa ameshaniharibu akili yangu kabisa. Kwa sababu yani nimeuza ng'ombe, nikauza mbuzi kwa ajili aende shule. Sasa leo mtoto anakuja kuniambia eti ng'anya sitaki shule. Maana yake nini? Unajua ameniumiza sana. Yaani mtoto mimi nilikuwa namtegemea angenisaidia, lakini matokeo yake eti sitaki shule. Hivi nikaona hebu waza kweli. Ni vizuri kweli niuze ng'ombe. Baba Sato, mimi nilikaa na Sato kwa muda mfupi tu. Ndio. Nikajaribu kumsikiliza mawazo yake, nikaona kama yale mawazo baba, ukikaa naye, ukimsikiliza, anaweza akawa mtoto mzuri sana. Nimeona vijana wengi wanakuja na mawazo kwamba shule kweli anaiona haingii kitu. Kiukweli, msikilize Sato vizuri baba kwa umakini, yamkini akawa mtoto mzuri. Ukiwa mkali kwa Sato tutapoteza mtoto. Ulijaribu kumsikiliza vizuri? Kwa kweli nimemsikiliza vizuri. Sato ana akili. Watoto wengine baba hawezi kuja kukuambia kabisa kwamba baba sitaki shule. Anapotelea kabisa, anaamua kufanya mambo yake. Lakini huyu ametumia hekima na busara kuja kwa mzazi. Nikuombe baba Sato, shuka msikilize mtoto. Alikwambia anataka nini? Sato ana mawazo mazuri sana. Mawazo mazuri, lakini alikwambia yeye anaacha shule, anataka nini? Alikwambia anataka nini? Yaani kwa mawazo ya Sato alivyo, akipelekwa VETA anaweza akatoka kuwa kijana mzuri sana. Hapo umenipa wazo. Kweli baba? Kabisa, hapo umenipa wazo. Naona hata wengine wanaendesha mapikipiki, wengine wanatengeneza magari. Yaani pale naona angeweza hebu nijaribu tu ni. Yaani baba, ule ukali uliokuja nao mimi niliogopa kabisa, nikajua Sato aweza kupotea. Nilikuwa nimkate kweli. Baba, mimi naomba nikusihi kama mama. Shuka kwa Sato, msikilize Sato kwa umakini. Ana jambo ambalo kwa kweli atakuwa kijana mzuri. Wazazi wengi wasiosikiliza watoto wao wamesababisha watoto wao kwenda kwenye vitu ambavyo hawakuvitaka. Lakini mimi nakushauri hivi. Kaa chini tumsikilize Sato ili aweze kuwa kijana mzuri wa kutusaidia baadaye. Basi ni vizuri kama umenieleza vile, nitajaribu kufikiria na nijaribu nimwite, nijaribu kuongea naye kwa utaratibu, nimuelewe lengo lake sana lilikuwa ni nini. Wacha ukali lakini baba Sato. Hapana. Vijana wa sasa hivi ukienda nao kwa ukali, mimi sikufichi, hata yule mtoto wa jirani yetu alipotea kwa sababu yule mzee alikuwa mkali kupita kiasi. Baba Sato, nafikiri umenielewa. Nimekuelewa. Basi nitajitahidi nimsikilize, naye awe mtulivu. Tumuombee awe mtulivu. Nimeshaongea naye, mimi nafikiri atakusikiliza. Safi kabisa. Baba Sato, mimi ngoja nikaendelea na shughuli zangu jikoni. Hamna shida, nenda. Hamna shida. Mtoto huyu mimi nimchukue, atulie, aache kuzurura. Sasa uje jifunza wizi. Ni vema zaidi nimsaidia kwenda na malengo mazuri.